Anaitwa Assistant Commissioner Omar Simba, afisa mnadhimu jeshi la zimamoto na uokoaji. Tulipata ile tukio mapema tu na tukafika hapa tukakuta mwili wa marehemu huko hapa na tukafanya jitihada za kuchukua na kupeleka hospitali, lakini vile vile tukapata majeruhi mmoja ambaye naye pia tumemchukua tumempeleka hospitali. Hali ya majeruhi tulivyoiona ameumia tu maeneo tu ya mkono, lakini huyu aliyegongwa ambaye ndiye alikuwa ni abiria kwenye hii bodaboda amefariki kwa sababu amebondwa sehemu ya kichwa na ubongo umetoka hapo hapo. Kwa hiyo tuseme tu amefariki na tumempeleka hospitali kwa ajili ya uangalizi zaidi. Marehemu alikuwa ni mwanafunzi wa chuo na huyu bodaboda alikuwa anapaki maeneo SDA jirani tu na hapa. Kwa hiyo wakati wanavuka kwenda kupita kwenye barabara ndio treni ikamgonga na kumsababishia mauti. Kwa hiyo kwenye ajali hii imesababisha kifo kimoja na majeruhi mmoja. Kipi chanzo cha ajali hii? Uchunguzi bado unaendelea, lakini hapa eneo hili ni kama unavyoona kuna njia ya treni na asubuhi pilika za mabodaboda, watu wa magari wanakuwa wengi. Pengine inawezekana ufuataji wa sheria za uvukaji wa eneo hili pengine umekuwa dhaifu, ndio umesababisha hii ajali. Utaratibu upoje wakati treni inahitaji kuvuka barabara? Tunahitaji tu uangalizi, sababu eneo hili halina gate kusema kwamba treni ikija itasimama. Kwa hiyo watu wanaovuka maeneo haya hasa nyakati za asubuhi wanatakiwa wawe makini sana, kwamba lazima uangalie eneo kushoto, uangalie kulia, uangalie kushoto, uangalie kulia, afu ndio uvuke. Sasa mimi ninachojua eneo hili na treni pia zinakuwa hazina mwendo mkali, kwa sababu eneo hili pia nao wako makini. Sasa sijajua nini kimesababisha hii tatizo, lakini umakini ukikosekana hii ajali lazima inaweza kutokea. Mimi naitwa Emmanuel Richard Matiku, ndio muhusika wa hapa. Treni ilikuwa imekaribia kuna kusaa huo ambao ni facing point, yeye imekuja kutokea huku juu, watu wote wakiwa wamesimama. Sasa magari yamesimama, bodaboda wenzie wamesimama, lakini yeye bajaji zimesimama, lakini yeye mwenyewe alikuja amegonga. Kwa hiyo sikuona zaidi ya hivyo. Na taratibu zetu sisi ziko wazi, kabla ya treni kupita lazima tuweke bendera. Kwa majina naitwa Ibrahim Juma, ni mkazi wa Isevya hapo. Binafsi lazima inauma sana. Sasa sijajua ndugu yetu sijui ilimshinda breki au ilikuwaje. Lakini kwa kweli inauma sana. Mimi kwa majina naitwa Juma Msiri, ni mkazi wa Kaliua. Kiuhalisia matukio kama haya lazima tuyapokee katika mfumo ambao ni wa negative way, kwa sababu tunapoteza nguvu kazi ya taifa, lakini kubwa kabisa ni kutozingatia tu usalama, kwa sababu bodaboda ni watu ambao tumeonekana tuko lesi sana, sawa, hasa maeneo yani tunaamini tuko nje ya muda. Sasa kuna mazingira ambayo unaona kabisa kwa namna moja au nyingine unaweza ukaforce, inaweza ikakuletea madhara kama haya. Tumempoteza dada yetu ambaye alikuwa ni mwanachuo ambao ni future ya kesho, lakini sasa mpaka sasa hivi hatuko naye. Yote na yote tunaona kabisa kwamba kitu kimechosababisha tunaweza tukasema ni bodaboda, lakini sometimes nao abiria anaweza kana kuforce. Umeelewa? Ni waishe. Kwa hiyo sasa kupitia ule uharaka wake inaweza kukufanya wewe ukaendesha chombo nje ya utaratibu unaoweza, yani ukashindwa kimudu chuma. Kwa hiyo tunaweza tukamlaumu ni bodaboda, au tunaweza tukasema kwa namna nyingine na abiria inawezekana labda akawa ni chanzo kumharakisha bodaboda. Kwa hiyo tunaweza tukapeleka lawama nyingi kwa bodaboda, lakini napo tuangalie kwa upande wa wananchi ambao ni abiria wetu, na wenyewe wanatakiwa wamsikilize abiria na dereva, kwa sababu dereva ndo anaendesha chombo, sawa. Lakini tukisema tukufuate wewe, ndo madhara makubwa yanatokea kama haya.